Ndugu mtazamaji, na kukaribisha tena kwenye mwendelezo wa vipindi vyetu vya afya. Naitwa Dr. Kahibi Bernard, daktari bingwa wa magonjwa ya uzazi na kizazi. Kama unapenda maada hizi ambazo nimekuwa nikiendelea kuzitoa kwenye mtandao wangu wa YouTube, basi nenda pale chini, angalia kengele pale, gonga kengele, utakuta neno limeandikwa subscribe, basi bonyeza pale ili uwe wa kwanza kupata video. Sasa leo tunakwenda kuangalia maada inayosema utata wa kipimo cha ultrasound na maambukizi ya PID. Kumekuwa na ongezeko kubwa sana la akina mama wanapokwenda kwa ajili ya uchunguzi wa kipimo cha ultrasound kutoa majibu yanayosema mwanamke ana PID. Na mara nyingi ni vitu gani ambavyo sasa huwa vinapelekea wataalamu wetu hawa wanasema kwamba mwanamke huyu ana PID? Kwa kawaida kipimo cha ultrasound huwa mara nyingi wakisha pima wakina mama wanakuta kuna maji ambayo yamekusanyika kwenye tumbo la chini la uzazi, na anapokuwa ana mkusanyiko huo wa maji, basi mara nyingi wataalamu wetu husema kwamba mama huyu ana PID au ana maambukizi kwenye uvia vya uzazi. Sasa naomba unifuatilie kwenye video itakayokuja ili tuweze kujua ni sababu zipi ambazo zinaweza zikapelekea kwenye tumbo la chini kukawa na maji na mama huyu asiwe na changamoto ya PID. Utata huu tutauondoa kwenye somo litakalofuata linaloelezea sababu ambazo zinaweza zikapelekea mwanamke akawa na maji kwenye tumbo la chini la uzazi na asiwe na changamoto ya PID. Endelea kutufuatilia kwenye YouTube channel yetu. Usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe kama unapenda video hizi, lakini pia kama tunakubariki na unatuelewa, basi usisahau kukomenti, uliza swali, tutakujibu kwa ajili ya kujenga uelewa wa changamoto zetu za kiafya. Asante kwa kunisikiliza.